kwenye Chama cha Mapinduzi nitakufundisha kitu. Kwenye Chama cha Mapinduzi ukiwa umenyooka hivi, yani umenyooka hivi, mila unasubiri, mambo manne wanaweza wakakufanyia wahuni, kwa sababu wahuni wapo kwenye CCM pia. Tumefikia mahali ambapo mtu mwadilifu kusurvive nayo ni ngumu sana. Unasema mtu mwadilifu kusurvive tunavyokwenda ni ngumu sana. Mwanasiasa mwadilifu kusurvive ndani ya serikali, mizengo itatafutwa tu. Na alisema Polepole, nenda nini, mbona mnafanya research? Si ninyi tafuta kipi ya Polepole. Ukishakuwa mbunge unapigania wananchi, ukishakuwa mbunge unapigania haki, utatengenezewa kila aina ya hila, kwa sababu hao wezi, kwa sababu hao wafisadi hao watakutengenezea kila aina ya hila. Mara huyu sio mwana CCM, mara huyu haipendi CCM, mara huyu hampendi rais, mara huyu tumtafute tumuue. Hapana, hata siku moja. Pia alikuwa anachanga mchango wa shule. Ninachotaka kusema ni kwamba ni wewe udanganyifu nao usema. Ninyi waandishi wa habari, si mlikuwa mnatangaza list ya Mkombozi? Mlitangaza ya Stanbic. Haikuwa wazi. Haikuwa. Tena magazeti. Kuna milioni 3 zimeenda South Africa. Jina tunalihifadhi, lakini ratiba ya ilikuwa kwenye gazeti. Hayo ndio maadili. You must be firm and fair. Na kama unavyosema, watu waovu wana mitandao ya kulinda uovu wao. Kwa hiyo unakuta kutamia ambapo mtu mwema hawezi kusurvive, ndiye anakuwa sacrificed. Kwa hiyo atuzungumzii pia rushwa tu, tunazungumzia pia na utamaduni wa kafara, tena kafara haramu wanasema Waislamu. Ambazo hazikubaliki kwa dini ya Kiislamu. Kafara za kisiasa. Haram za kafara haramu, kwa sababu unajua kwamba unamninginiza mtu wakati si aliyetenda kosa. Na unaamini wewe ni muanga wa kafara za kisiasa. Sasa nataka kusema kama hiyo swali unaloniuliza, mimi huwa nimeshaisema hata sijui mtu mwingine alikuwa anamwambia. Mimi ni waziri wa ardhi. Hela zimechukuliwa kutoka benki kuu. Kule hakuna governor. Governor yuko salama. Hakuna waziri wa fedha. Waziri wa fedha hausiki. Hakuna katibu mkuu wa fedha hausiki. Hakuna watendaji wengine. Sasa kama nataka kusema, unaona kwamba pale ni deception, lakini society yenyewe inatafuta mtu akumpiga jiwe, kwa hiyo wanakubali tu kudanganywa. Sasa kama unapokumbana na tufani kama lile, hicho sio sababu ya kunyamazisha. Kazi yako ni kutoa elimu, kama unavyosema. Sasa hivi nishapita miaka mingapi tunaongea, na mimi nakuuliza jibu. Hela zimetoka benki kuu, hakuna governor, mbona umenyamaza? Governor alikuwepo. Waziri wa fedha kuwepo, katibu mkuu wa fedha kuwepo. Sasa waziri wa ardhi, mimi kweli nina shule, ninasomesha watoto maskini, kwa hiyo watu wananisaidia, hata na mengi alikuwa amesaidia watu, natafuta fedha mbalimbali. Na mimi ni trustee. Trustee, unajua maana trustee? Trustee ni mtu ambaye anasaidia shirika liwepo. Kwa hiyo una haki kabisa kwa mujibu wa sheria kupokea mchango mradi uipeleke. Na kweli ningekuwa sina maadili, ningechukua zile pesa nikanyamaza, nikaenda kuwapa watoto wangu. Nimechukua fedha nimepeleka shule. Labda kosa wanaloliona ni lile la fedha kuingia kwenye akaunti yako. Hakuna hiyo, ndio maana nakataa. Ni trustee ordinance, nenda ukasome sheria. Trustee ordinance inaruhusu trustee yeyote kwenda kutafuta michango na kuipeleka anako simamia. Unaamini nchi hii tumepoteza wanasiasa wazuri kwa sababu ya fitna za kisiasa? Pengine wameshindwa kupata madaraka au wamepoteza madaraka kwa sababu ya fitna za kisiasa? Mimi ninavyoona, na ndio tofauti ya 61 na 63. Tumefikia mahali ambapo mtu mwadilifu kusurvive nayo ni ngumu sana. Unasema? Mtu mwadilifu kusurvive tunavyokwenda ni ngumu sana. Mwanasiasa mwadilifu kusurvive ndani ya serikali, mizengo itatafutwa tu. Na alisema Polepole, nenda nini, mbona mnafanya research? Si ninyi tafuta kipi ya Polepole. Mwenezi wa chama alisema vitu vimefura, vitafanya nini? Vitakukuta. Sio kama nitakumbuka vyote. Lakini anasema ikishindikana utawekewa mizengo, ikibidi utauawa.
si ni Polepole. Sina haja ya kwenda mbali. Unajua pia wao mnafanya research, hivi vitu mviweke, mnavileta vipo. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba hapa sasa hivyo ndivyo vyote vina undermine zile moral ethics za taifa. Unamkumbuka mwanasiasa kwenye hii miaka 63 ya uhuru, mwanasiasa ambaye unaamini alikuwa na potential kubwa sana kwenye taifa hili, lakini fitna za kisiasa zilikatisha ndoto yake ama safari yake ya kisiasa? Mimi niseme kwamba sasa kama unavyosema, bila kutaja majina, nimekurudisha kwa Polepole. Tena unaporusha hii nenda ukarife kwa clip ya Polepole, bado utakutumia kama umeipoteza, lakini nadhani mnayo studio. Ninayo. Alisema kabisa. Na vitu kama hivyo ninavyosema, nikwambia Mwalimu Nyerere alikuwa na mazungumzo baada ya habari. Sasa ionekane klipu za mtu mmoja ndiye amesema hapana. Mimi nimekuuliza kwamba courage, manake kwa mfano ninyi watu wa media, ninyi ndio walimu wa jamii. Kazi yenu ni ngumu na ninyi mnasakamwa. Unaweza ukatoa kitu, kwa nini umekitoa kitu? Watu wengine hawataki mtu apate nafasi. Sasa kwa nini asipate nafasi? Kwa hiyo nataka kusema kwamba sio tu hata na wafanyakazi wa serikali, watendaji, waadilifu, wakisema huyu anakwamisha mambo, huyu transfer uko mbali, asitukwamishe. Kwa hiyo kuja kukaa sasa na as a result vijana wanakasirika, unaona kwamba hawana imani na hawana taarifa za kutosha. Kama unavyosema, hii dialogue haipo. Watu wanakuwa frustrated kwa sababu wote mnaonekana wababaishaji. Wa profesa wanasema tunababaisha, profesa wamefanya nini kama mkoa wa Kagera.